Mtazamaji, nimetembelea sehemu ya Kericho, Kipkelion East, wadi ya Chepsion, na nimepatana na Bwana Stanley ambaye ni mkulima mkubwa na mfanyabiashara. Ameweza kunitembeza katika shamba lake na nikaona yale mazuri ambao wanayafanya. Ametoa ushauri kwa serikali, hasa kwa vijana wetu ambao mara kwa mara wamekuwa wakiandamana na kulia kuwa hakuna kazi. Mkulima huyu alianza ukulima wa kahawa. Yeye ndiye mwanzilishi, ama kwa kimombo tunaita founder wa ukulima wa kahawa. Alielezea ni jinsi gani kahawa inavyoweza kumfaidi mwananchi, hasa wale wakulima wadogo na njia watakazoinuka nazo. The founder of growing in this area we call the Kipkelion East. Training is necessary. Very important because hata nikupatia ukiwa na shamba nikupatie seedlings na ujui utaharibu tu. Utaharibu. Lazima nikwambie kwanza utamu ya hii miti. Nikwambie vile inachimbwa shimo yake. Inakaa muda gani, unaweka nini? Ikikuwa ikishaweka chini unachunga namna gani? Mpaka sasa nikulete ukuje benchmarking. Uone. Every Saturday we have a meeting with our farmers. Oh. Yes, if I don't go there, I give them what to present. Yeah, there must be somebody who is on standby. Yes, on standby, anaenda anafundisha hii tutafanya hivi. Every Saturday we have a program. And you know, every Saturday we have almost 200 farmers. Every Saturday. Na wao wanakuja without fail. Because if you fail, ni kama umekosa kuingia class. Huwezi panda naye wakati wa kiangazi. Sio ni kusema tu nataka kuua. Unajua this is very expensive. You buy it around 50 shillings per seedling. 3 meters by 3 meters. Oh, 3 meters by 3 meters. Yes. But for Ruiru, it can be 2 meters ama 2.1 by 2.1. But for Patian, the current recommended spacing is 3 meters. 3 meters by 3 meters. Because it is another bush that grows tall and it spreads with. This is the coffee itself. We have Patian variety, we have Ruiru 11, we have Ruiru crafted, we have SL34, SL28, we have K7. We have so many. Yeah, you can see this one. I'll show you a Ruiru. Ruiru one. This one is the one we call this one Ruiru. Oh, the Ruiru I can see is a dwarf. One you can go a dwarf one. Yes. But also it is very leafy. It is very leafy. This coffee is 5 years old. Been harvesting for the last 3 years. For the last 3 years. Yes. So this one are ready to be harvested in the next 2-3 months. Oh, per year you harvest how many times? We harvest a season is a 4-month season. Straight 4 months. Straight 4 months. So we'll be harvesting until January. Oh. This one is Patian. You see it has a lot of space. And a lot of fruits too. So unapima in per kg ukitoa? Yes, ukitoa per kg. So like one tree like this can produce how many? Around 12 kgs. Kwa one tree? Per season you get 12 kgs. Mmea ambayo iko na maringo. Ni coffee tree. Ni kahawa. Ukiipenda tu kuja uguze. Nika mwanamke. Ukiguza tu. What do we call this one? What do we call the other plant? This one here. So we must be very careful because chakula yote ya huko itakuja hii. So when there is overproduction in the last season, definitely this season you'll produce less, and it is allowed. Na katika shamba lake la mahindi tuliona ni jinsi gani yalivyonawiri. Walitoa shukrani zao kwa waziri wa kilimo Bwana Rono kwa kupunguza bei ya mbolea na mbegu. Mbegu tunanunua lakini ilikuwa subsidized. Mbolea tunanunua lakini ilikuwa subsidized. 480. 480. Kwa agrovet ni 800. We bought 2,500 per bag of 50 kilograms. Subsidized, yeah. Sasa this time round, we were able even to buy the fertilizer for the dressing, yeah. That's why. Thank you to our PS. You see? Amefanya kazi. Ron. Farmers. Pia utabeba hizo bebe bibi yako? Sasa wewe utabeba hizo. Cabbage. Greenhouse. Where? This is where we do the tomato production. Na vijana ambao wanaenda huko kufanya kazi mjengo kule Qatar. Wengine wanasai wanaenda Russia. Si mbaya, hiyo ni
job opportunities zenye ziko huko. Lakini let me tell you, we have so many government lands ambao siko idle. Na kutengeneza hizi ma greenhouses nini, it is only that kuchukua vijana, naona hao vijana wote wao wanaenda maandamano yote, wachukuliwe na serikali andikwe majina hivi. Isemekane kuna 1000 acres iko mahali fulani. We want to produce more of this one. Wapewe ma agronomists nini, naambiwe everyone akuwe na nini, akuwe na greenhouse yake. Greenhouse yake. Yes, atasapotiwa, achunge, afanye nini, amke, alafu government watafute sasa market. Mbali na ukulima wa tomato ndani ya hii greenhouse, pia tumeona kuna kabeji, kuna mahindi. Nimehakikisha kwamba ukulima una manufaa makubwa. Hadi wakati mwingine tena mtazamaji, mimi ni Abdalla Abrari na hii ni Abrar TV.